Mpendwa, nataka nikuambie kwamba labda mkeo si mbaya au mumeo si mbaya, na wala sio kwamba wewe ukikataliwa na kuambiwa kwamba wewe ni mbaya, sio kwamba uko mbaya. Unajua kitu kimoja ambacho nishatukifahamu ni hiki: mtu akitoka, unakwenda dukani, una pikipiki yako ambayo imekuwa na matatizo na unatafuta pièce de rechange. Kitu cha kwanza cha kufahamu ni kujua kwanza moto yako, sio kujua tu pièce de rechange, hapana, lakini kujua moto yako ni moto gani, marke gani. Haujin, haujang, haujue DT, AG, ikoso. Ukifahamu moto yako, utanunua pièce de rechange ambayo ni ya moto yako. Tofauti na hayo, utaenda kuinunua ile ambayo ndiyo ni ile pièce na jina lile lile, ni roue ndiyo, carburateur ndiyo, lakini kama haufahamu bado moto yako, utanunua carburateur ya DT ngawaje uko na haujin. Utanunua ya haujin important uko na haujang. Utanunua ya haujang, pneu zote ni pneu, labda uko na AG. Na hivyo ndivyo nyumba ulivyo. Biblia inasema kwamba Mungu amtengenezea mtu mke anayefanana naye. Tatizo moja ni kwamba wakati wanaume wengi wanapochagua wanawake, hawaanza kujitambua au kujielewa wao ni wanani. Na wakati unaenda kuleta mwanamke kama pièce moja ambayo inaleta kwenye mwili wako, kwa sababu inasema kwamba yeye ni mfupa mmoja wa mifupa na nyama ya nyama, ina maana kwamba ni pièce ambayo inakuja kwenye chombo kile ambacho kinahitaji. Sasa tatizo ni kuvaliana, paske unaweza kuchagua mwanamke kwa sababu tu ni mwanamke, kisha unaweza kuchagua pine kwa sababu ni pine, unaweza kuchagua roue kwa sababu ni roue. Lakini pia jiuliza, je, hii roue itavaliana na vyuma vya moto ambayo uko nayo, au huo mfupa ambao umeenda kuleta utavaliana na wewe? Jitambue. Kosa mara na mara huwa ya wanaume, kwa sababu mara wanachagua pasipo kujijua wao wenyewe, na labda wasipojua sababu yao ya kuoa. Na hivi mwanamke akimpata mwanaume ambaye bado hakujua yeye ni nani, hivi atakuwa na matatizo. Tatizo sio pneu, tatizo sio pièce de rechange, tatizo ni wewe ambaye ulichagua, maana hakujijua kwanza. Laiti ungejifahamu, alafu uende kuchagua yule ambaye mnaweza valiana naye, maana mkivaliana vizuri mambo iko sawa. Mungu awasaidie wanaume, muanze kujichunguza na kujifahamu kabla bado hamjachagua bado, na msiwalaumu watu eti wabaya, kwa sababu labda ni question ya kuvaliana. Roue ni nzuri ikifika karibu ya moto ambayo inavaliana nayo, na huyu mwanamke ni mzuri akikutana na yule ambaye anamfaa, anavaliana naye. Kwako ni mbaya, kwa wengine si mbaya, maana tayari yeye ana kile ambacho tayari alistahili akipokee. Nawe mume si mbaya, ni kwa sababu ulikutana na yule ambaye tayari sio kuvaliana naye. Na wewe uko mzuri kama ungelikutana na yule ambaye ungelipaswa kuvaliana naye. Alafu Mungu akupe hekima kabla wewe haujachagua bado, uweze kufahamu namna gani unaweza kuchagua. Jijue kwanza, fahamu lengo lako la kuoa, itakuwa ya maana sana. Na Mungu akubariki. Asante.